Yes, hello, mambo vipi? Karibu Swahili Coding, sehemu pekee ambapo utajifunza programming kwa lugha ya Kiswahili. So kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kuweza kutembelea channel yetu na kuweza kusubscribe, lakini pia kuweza kuwaalika marafiki katika channel yetu hii ya Swahili Coding, sehemu pekee ambapo utajifunza programming kwa lugha ya Kiswahili. Sana leo tutaenda kuangalia ni jinsi gani tutaanza introduction ya Flutter, kwamba Flutter ni kitu gani na jinsi ya kutumia katika programming zetu. So tunasema kwamba Flutter hii ni programming language ambayo ipo katika Flutter ni framework, lakini language ambayo inaandikwa katika Flutter ni Dart. Okay, ambapo Flutter hii framework inatusaidia sisi kuweza kutengeneza cross platform application, kwa maana ya kwamba kwa kutumia Flutter naweza kutengeneza application ya Android, naweza kutengeneza application ya iOS, naweza kutengeneza application kwa ajili ya Windows, lakini pia naweza kutengeneza application kwa ajili ya Linux pamoja na Mac OS. Okay, so hii ndio powerful ya Flutter, kwamba ukiwa na code base moja tu unaweza kutengeneza hizi application zote. So tutaenda kuangalia jinsi gani ya kufanya hizo installation za Flutter kabla tujaanza kuandika hizo kodi za Dart. So kitu cha kwanza kabisa utaingia Google. Okay, utaenda katika hii inaitwa Flutter SDK. Lazima uwe una SDK ambaye hii SDK inakuwa ninasema ni ukifungua hii link ya kwanza ya docs.flutter, okay, hii itakuonyesha pale zile Flutter SDK. So utakliki pale. Baada ya kukliki pale utashuka chini kabisa hapa, okay, ambapo unaweza kuona kuna channel ziko, kuna hii stable ambayo ni ya Windows, ya Mac OS au Linux. Kwa hiyo utachofanya wewe ni uta download ile file ambayo mara nyingi inakuwa ni katika zip file, okay, ambayo uta download ile latest version. Kama kompyuta yako ni Mac OS pia hivyo hivyo utakliki pale na kudownload. After kudownload sasa utakachofanya wewe ni utaenda uta extract ile file, kisha utaingia katika kompyuta yako, okay. Utaenda kwenye kompyuta pale kwenye diski yako. Sawa, mfano mimi naenda kwenye users. Kuna users pale utaenda kupaste ile file. Baada ya kudownload kile file pale utaki extract na inakuja katika folder la Flutter. Kwa utaenda utacopy ile file na kuja kulipaste huko. Okay? Yaani utaje kulipaste kwenye yule user wako ambaye ni public user. After hapo unakuwa umeshaweza kuinstall Flutter katika kompyuta yako. Sasa mimi nitatumia VS Code kuandika kodi zangu za Flutter, ambapo kwa mara ya kwanza mimi watu ambao wanatumia Mac utapiga command shift P, utaenda pale kwenye sehemu ya Flutter create new project, ambapo hapo utaenda kutengeneza a new project. Okay, so nitakliki pale application, then nitachagua location ya project yangu. After hapo utakuja kuandika pale labda niseme Swahili app. Okay, so hapa naenda kutengeneza a new Flutter project. Ina create app pale ndani ile command. So baada ya kutengeneza a new Flutter project, nini ambacho kinatokea? Kuna folder ambazo zinatakiwa uzielewe, kila folder inafanya kazi gani katika application yako. So tunasema kwamba baada ya kutengeneza a new Flutter application, utaona kuna hizi folder hapa. Mfano unaweza kuona hapa kuna iOS na hapa kuna Android. Kwa mimi hii application yangu nimetengeneza application kwa ajili tu ya simu za Android na iOS. Kwamba hii project yangu mimi ni specifically kwa ajili ya mimi natengeneza application kwa ajili ya Android na iOS. Okay? So file la kwanza sasa inaitwa pubsec.yaml. Okay? Hili file nasema hii ndio engine ya project yako. Humu ndani kwanza inaelezea environment, sawa, kwamba uko katika SDK version ya ngapi, lakini pia kuna hizi app version, ambayo app version unatumia pale unapoenda kuweka application yako Play Store. Lakini kuna
dependency au library ambazo utakuwa unazitumia katika application yako, nazo pia zinakaa katika hii file la PubSec. Tofauti na hapo, tunasema kwamba pia kama kuna asset ambazo unakuwa unaziweka kama ni picha, nazo pia zinakaa, lazima uje kudefine difference zake huko katika nini, katika PubSec. Kitu kingine ni kama kuna font ambayo unaweza kuweka custom font katika application yako, na ukija pia lazima uje kuzireference huko. Okay? So hii PubSec ni faili muhimu ambayo ni controller au engine ya application yako. Okay? File nyingine sasa ni file la lib, ambapo katika lib sasa hapa ndio unapoandika zile application, ndio unapoandika logic za application yako. Ambapo hapa kama kuna model, kuna views, kuna controller ambazo utakuwa unatengeneza, zote zitakuwa zinakaa katika nini, katika lib. Kama unaweza kuona hapa kwa mara ya kwanza imetuletea kuna ili main.dat. Okay, ambaye kila project mpya kutengeneza lazima iwe na main.dat. Kwa wale ambao tumesoma Java tunaelewa kwamba ile void main method kazi yake ni nini? Kwamba hii ni entry point ya application. Kwamba application yako wewe user anapoifungua tu, the first file ambayo linakuwa lina load ni ile nini? Ni ile la main.dat. Kwa maana ukiangalia pale mwanzo kabisa kuna method ile ya void run app constant my app. Okay? So hii ndio entry ya application yako, ambapo application yako itarani kutokea wapi? Kutokea hapa. Okay? So katika lib hapa utakuja utaweka taarifa zako zote na utaanza kutengeneza sasa interface zako, kama labda ni page ya login, sio kuregister na nini. Tutaangalia as we go forward, lakini elewa kwamba lib ni folder ambalo tunakuwa tunaweka zile interface na zile logic ambazo tunakuwa tunaziandika katika application yetu. Hivyo hivyo ukienda kwenye iOS kama huko kuna libraries sasa unakuwa unaziweka, una jinsi ya kuconfigure iOS kwa ajili ya application yako kupokea nini, kupokea hizo nini, yani kwamba kama unataka kutengeneza iOS kutoka kwenye hii application ya Flutter, kuna baadhi ya libraries lazima uje uziconfigure huko. Kuna kitu kinaitwa pod file. Hapo pia utaje kukiona baadaye kwamba kinafanyaje kazi. Ila pia kwenye Android hivyo hivyo, ukija kwenye Android huko, mfano kuna application yako wewe inahitaji labda mtu aweze uchukue location yake. So lazima uweze kuweka permission ya location. Hizi permission unaweka wapi? Unaweka katika nini? Katika Android manifest ambayo ipo katika file la nini? File la Android. So hizo ndio basic file ambazo unatakiwa uzifahamu katika Flutter yako. Okay? So hii ni just an introduction ya Flutter. Katika next tutorial tutaangalia jinsi ya kutengeneza Flutter screen na mengineyo mengi kuhusiana na Flutter, kama mambo ya state management, mambo ya Flutter widget na vitu kama hivyo. Kama mara ya kwanza kutembelea channel hii, basi usiache kusubscribe, kulike na kushare na marafiki zako. Asanteni sana, mpaka wakati mwingine.